Tuombe. Mungu wetu, Baba mtakatifu, Mungu uliye hai, nakushukuru kwa wema na uaminifu wako. Asante kwa damu yako takatifu iliyomwagika msalabani. Asante kwa wema na uaminifu wako. Asante kwa damu yako takatifu. Asante kwa sababu wewe ni Mungu, uko pamoja na sisi. Majira haya mazuri ya saa 3 hii usiku uliotupatia, Mungu uliye hai, katikati ya madhabahu hii ya silaha ya upanga wa Roho pamoja na maombi, utukufu ni wako, njoo birikani, utukufu ni wako, baraka ni za kwako, heshima zote ni za kwako. Majira haya ni mazuri Mungu, tuko tayari, useme nasi, tunakusikia. Roho Mtakatifu karibu, na kuachia nafasi uweze kuzungumza na watu wako. Karibu Mungu Baba, uwe pamoja na kinywa changu, pamoja na moyo wangu, pamoja na ufahamu wangu, pamoja na hisia, pamoja na nafsi. Yes, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa wingi wa rehema na fadhili zako, kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu, tunaomba na kukuamini Kristo. Amen. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu, na Mungu akupe nguvu sana, na barikiwe mno kufika hapa mahali hapa ambako sasa tunakutana kila wakati, tunashirikishana neno la Kristo. Na Mungu ni mwaminifu sana, anaendelea kutupatia vitu vyake vilivyojificha. Anasema nitawaonyesha mambo makubwa magumu msiyojua. Na ni kweli kabisa kwamba kuna mambo ambayo yamejificha mengi sana, ambayo kama hutoyajua hakuna mahali utaenda. Siku moja nilifundisha habari ya somo la maarifa hapa. Nikasema kwamba maarifa, nikasema kwamba Biblia inazungumza kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hajasema kwa kukosa kuomba. Hajasema kwa watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa kuomba. Hakuna. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwenye Kiingereza ametumia destroyed. Wanaharibika, wanaangamia, wanakuwa destroyed kwa kukosa maarifa. Na katika hilo somo nikakwambia, wala ambao mlisikia, wala ambao hamjasikia msiofu, litakuja. Katika hilo somo nikasema kwamba kama huna maarifa, moja, kuna maombi huwezi kuomba. Kama huna maarifa, kuna maombi hutaomba, alafu adui atafanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu huombi. Yaani kwa nini huombi? Kwa sababu huna maarifa. Yakobo anasemaje? Hamna kitu kwa sababu hamuombi. Umekamata, get that sentence. Anasema hamuombi. Umeona kitu? Hamna kitu kwa sababu hamuombi. Angalia, hata kama mkiomba, mnaomba vibaya. Maana hamuombi jinsi inavyopaswa. Hamuombi jinsi inavyotakiwa. Ndio maana unatakiwa uwe na maarifa ili uweze kuomba. Hauna maarifa huwezi kuomba. Hiyo namba 1 nilisema. Lakini namba 2 nikasema kama huna maarifa, kuna majibu huwezi kuyapokea. Sijui kama unanielewa. Nasema kama huna maarifa, kuna majibu huwezi kuyapokea. Kwa nini? Daniel wakati anaomba, yule malaika alipokuja, alifika akamwambia, nimekuja nikupe akili upate kufahamu. Toka siku ya kwanza nataka uelewe vitu. Kwa kuna namna ukikosa maarifa, kuna mambo mawili huwezi kuyafanya. Maombi huwezi kuomba, lakini pia kuna majibu huwezi kuyapokea. Sababu kuna namna Mungu atakuja kusema na wewe utaona kama ni vitu tu vya ajabu vinatembea. Yaani atakuonyesha kitu, alafu wewe utaona kama ni ndoto tu. Atakupa taarifa kwenye maono, wewe utaona kama ni maono tu, na utaazia, utahadithia, nimeona maono, nimeona hivi na hivi, lakini sikuelewa vizuri. Ndio tayari umeshapitwa. Yaani kwenye ndoto au kwenye maono hakuna sentensi ya kusema sikuelewa vizuri, sikuona vizuri. Ukiona hivyo ujue tayari umeshapitwa. Yaani kuna kitu unatakiwa ukione clear, kuna jambo unatakiwa ulione clear. Kinachokusaidia kuona clear ni macho ya roho, lakini macho yanaenda na ufahamu. Sasa na Mungu ametujalia sana, tumekuwa tunapata mambo hapa. Na lengo, ndugu yangu, ni kwamba wewe unapokuwa unasikia haya masomo,
sio kwamba ndo yanaweza yakafanya kazi direct. Kuna wale ambao yanafanya kazi direct, lakini pili kuna wale ambao ninakupa kama password, ninakupa kama kodi. Maana yake ujue kumbe leo sasa nikiota hivi, nikiota ndoto hii, nikiota niko toilet, nijue adui anapigana na mimi upande fulani. Nikiota miguu yangu iko hivi au ninachomwa na kitu kwenye miguu au kwenye mikono, najua sasa kumbe ni hivi. Ukiwa na maarifa hayo, kuna watu wengine tunajifunza hapa ni kwamba tunaweza tukawa hakuna jambo lolote lile ambalo labda limeshawahi kumtokea mtu. Yaani kuna mtu anaweza kawa anasikiliza hapa alafu ni kama haelewi. Angalia, linaweza likawa halifanyi kazi sasa, lakini kesho likafanya kazi. Kesho likafanya kazi. Na Mungu akutie nguvu sana ndugu yangu. Uwe na namna ambayo unaweza ukashughulikia kwa nguvu kabisa. Kwa Mungu akutie nguvu sana ili uweze kuendelea kusikiliza na kuomba mara kwa mara sana. Kuomba mara kwa mara, kwa sababu unakuwa unapokea kama unakuwa unapokea kama password, unakuwa unapokea kama ufahamu, unakuwa na maarifa. Sasa leo kuna kipengele hapa ambacho ninakupeleka kwacho. Kuna kipengele hapa ambacho ni moja ya zuio, lakini nisikuwahi kulifundisha hili zuio, na Mungu amenipa hili zuio. Nasema hebu wape hili zuio ili kila mmoja aweze kuomba. Na tusikilizane kwa makini kabisa. Linasema hivi: omba Mungu kuondoa zuio la ibada za familia kwako. Narudia. Omba Mungu kuondoa zuio la ibada. Kuna zuio la ibada lipo. Kuna ibada za familia zipo. Na wewe unajua kuna watu fulani wanafanya ibada za familia. Sasa zile ibada za familia, uwe na uhakika ndani ya ibada ya familia wanakutaja. Haijalishi uko mahali gani, haijalishi umemkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini kama bado hujanyofoka, kama bado hujatoka mle, na nitakupa ishara, nitakupa sababu, nitakupa ishara kwa nini viashiria vya kwa nini hujatoka kwenye zile ibada, na utaona na wewe mwenyewe utajua kwamba ni zile ibada. Kitendo kutokushiriki kwako kimwili, wanaweza wakakushirikisha kiroho. Kukushirikisha kiroho ni pamoja na kukutaja. Kukushirikisha kiroho ni pamoja na kukutaja. Kwa hiyo wanaweza wakawa kwenye zile ibada za familia. Sikia, wewe uendi kwa sababu ya mazingira ya kiroho na haujisikii kabisa kwenda, na hauoni sababu kabisa ya kwenda. Kwa nini? Kwa sababu umeshamkiri Kristo, uko ndani ya mazingira ya kiroho. Sasa wao wanaweza wakaendelea kukutaja, wakawa wanakutaja. Sasa unatakiwa kutoka kule hadi kufikia hatua wasikutaje. Sasa angalia hapa jinsi ilivyo. Ni kwa nini tumeingia kwenye mazingira hayo? Unaelewa, baba zetu walitenda dhambi. Maombolezo 5:7. Baba zetu walitenda dhambi, na hata hawapo, sisi tunatembea ndani ya maovu yao. Lakini Isaya 28 ambao tunaisoma kila wakati, anasema na agano lenu mlilopatana na mauti litabatilika, tena mapatano yenu mliopatana na kuzimu hayatasimama pigo lifurikalo litakapopita. Unaona, nikakwambia hatuzungumzi habari ya mauti kama kitendo, tunazungumza habari ya mauti kama roho. Hatuzungumzi habari ya kuzimu kama eneo, tunazungumza habari ya kuzimu kama roho. Maana hiyo ni kwamba maagano yanakuwa yamefanyika, yanakuwa yamefanyika katika familia. Nikupe mfano. Mfano wa kwanza kabisa ni Abraham na baba yake. Unaona kwenye ile Mwanzo 11, 12, Mwanzo 11
na Mwanzo 12. Mwanzo 11 ule mstari wa 31. Ule mstari wa 31. Mwanzo 11 ule mstari wa 31. Tufungue pamoja Biblia hapa, tutaenda haraka. Ule mstari wa 31 anasema hivi. Anasema Tera akamtwaa mwanawe Narutu, nona mwana wa Harani, anasema mwana wa mwanawe na Sarai mkewe, mke wa Abrahamu mwanawe, wakatoka wote katika Uru wa Wakaldayo waende nchi ya Kanaani, wakafika mpaka Harani wakakaa hapo. 32 anasema siku za Tera zilikuwa miaka 205. Angalia, Tera akafa katika Harani. Twende pamoja. Sasa Tera alikuwa baba yake Abrahamu. Wakati Abrahamu hajabadilishwa jina na kuitwa Ibrahim, Tera alichukua familia yake akatoka Uru wa Kaldayo, wakati yuko safarini anaelekea Kanaani. Alipofikia eneo moja, kwenye kijiji kimoja, kwenye mji mmoja ambao ulikuwa unaitwa Harani, alipofika pale akapumzika pale na familia yake. Alipopumzika pale, miungu madhabahu ya Harani zikamkamata mzee Tera. Zilipomkamata mzee Tera akatulia hapo. Ghafla akaanza kwenda sawasawa na ile miungu ya Harani. Akakaa pale. Kwa akaisujudia ile miungu, akasujudia ile miungu, akaabudu ile miungu. Hakuweza kufanikiwa kufika Kanaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Ambayo ilipelekea Mungu sasa kumuita Abrahamu. Mwanzo 12 sasa mstari wa 1 mpaka wa 4. Anasema Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakao kuonyesha. Mstari wa 2. Nami nitakufanya na wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulizidisha na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Mstari wa 3. Nami nitawabariki wakubarikio, na wakulaanio nitawalaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Angalia 4. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Rutu akaenda pamoja naye. Naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Tunaenda sawa? Sasa utajuaje au ni nini ambacho kitatujulisha kwamba Abrahamu babake yule Tera alikuwa anaabudu ile miungu? Kwa sababu umesikia nimesema hapo kwamba aliabudu ile miungu ni ile ya Harani. Nenda kwenye kitabu cha Yoshua. Twenda haraka hapo kwa sababu tayari naona muda wetu unatembea. Nenda kwenye kitabu cha Yoshua. Kitabu cha Yoshua ile sura ya 24 mstari wa 1 na wa 2, alafu ule mstari wa mstari wa 1 na wa 2. Sikia jinsi anavyosema. Anasema Yoshua akakusanya kabila zote za Israeli huko Shekemu. Sikia, akawaita wazee wa Israeli na wakuu wao na waamuzi wao na maakida wao, nao wakahudhuria mbele za Bwana, mbele za Mungu. Angalia mstari wa 2. Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Angalia, sikia sentensi inayofuata. Sikia sentensi inayofuata ambayo mimi nataka wewe usikie. Anasema Bwana Mungu asema hivi, baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mto. Maana Tera baba yake Ibrahimu, naye ni baba yake Nahori. Sikia, wakaitumikia miungu mingine. Kwa hiyo Tera alipofika pale Harani akatumikia ile miungu ya pale Harani, na mpaka akaugua na mpaka kufa kwake. Lakini alikufa
akiwa anatumikia ile miungu ya Harani. Sasa kitendo cha Tera kutumikia ile miungu ya Harani, maana yake akiwa pale kwenye ile miungu, kwenye zile ibada, alikuwa anamtaja na Ibrahimu. Akitaja familia yake, Ibrahimu alikuwa anakuwa ndani yake. Mpaka pale ambapo sasa Mungu akaamua kumtoa Ibrahimu na kumpeleka sehemu nyingine. Akamwambia, toka wewe na uzao wako, nenda kule mpaka kwenye nchi ambayo mimi nitakuamuru uende. Kwa nini? Kwa sababu baba yake tayari alishamezwa na ile madhabahu ya Harani. Alishamezwa tayari na madhabahu ile ambao ya lile eneo alilofikia. Ile miungu tayari ilishammeza, maana yake ile madhabahu tayari zilishammeza. Kwa hiyo akakosa namna ambavyo anaweza akafanya ile nguvu ya madhabahu. Kuna kitu kinaitwa nguvu ya madhabahu. Mungu atatujalia hapa siku moja tutakuja kuzungumza. Na ile nguvu ya madhabahu ndio iliyomzidi mzee Tera. Akabaki pale. Mungu akaona usinitanie, akamchukua mtu wake akaondoka naye. Vivyo hivyo utakuja kusoma kwenye kile kitabu cha ukienda kwenye kile kitabu cha Waamuzi. Nataka nikusomee maandiko machache hapa, na Mungu atusaidie, muda wetu usitembee sana. Nikusomee maandiko machache hapa. Naenda kwenye kile kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Waamuzi sura ya 6 ule mstari wa 25. Waamuzi sura ya 6 mstari wa 25. Hii ni issue ya Gideon. Nataka uelewe vizuri hapa, ni issue ya Gideon. Sura 6 mstari wa 25. Anasema, ikawa usiku huo Bwana akamwambia, mtoe ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7. Anasema ukaangushe madhabahu ya Baali. Nataka uelewe hapo. Ukaangusha, tufuatane vizuri. Kuna kitu hapa nataka nije nikwambie. Ukaangushe madhabahu ya Baali alionayo baba yako. Ukaikate Ashera iliyo karibu nayo. Kwa hiyo kitendo cha kuwa na miungu Baali, tayari unakuwa na madhabahu yake. Kitendo cha Yoashi baba yake Gideon kuwa na ile miungu Baali, tayari alikuwa na madhabahu yake. Kitendo cha kuwa na madhabahu yake kilikuwa kinakwamisha familia na kilikuwa kinakwamisha taifa. Twende pamoja. Mstari wa 27. Ndipo Gideon akatoa watu 10 miongoni mwa watumishi wake, akafanya kama Bwana alivyomwamuru, lakini ikawa kwa sababu aliogopa watu wa nyumba ya baba yake na watu wa mji, hakuweza kutenda hayo wakati wa mchana, basi aliyatenda usiku. 28. Anasema hata watu wa mji, maana alitenda usiku, alifanya ile kubomoa ile madhabahu usiku. Anasema hata watu wa mji walipoondoka asubuhi na mapema, tazama madhabahu ya Baali, watu wa mji, madhabahu ya Baali ilibomolewa, na ile Ashera iliyokuwa karibu nayo imekatwa, na yule ng'ombe wa pili alimetolewa sadaka juu ya ile madhabahu iliyojengwa. Manake baada ya kuangusha ile madhabahu ya Baali, akatengeneza madhabahu ambayo ni ya kumtumikia Mungu, madhabahu ya Yehova, akaita Yehova Shalom. Unakumbuka hapa ndipo lilipotokea lile jina Yehova Shalom, mfalme wa amani au Bwana wa amani. Mstari wa 29. Wakaambiana, manake wameshaamka sasa, wameamka alfajiri, kwenda kutumikia miungu yao au kwenda kufanya ibada zao. Wakiwa wanaelekea kwenye ibada zao, wamefika kwenye ibada, wamekuta hakuna nguvu tena. Kitendo cha kukuta hakuna nguvu tena, wakasema usitanie, nani kafanya hili jambo? Mstari ule wa 29 anasema wakaambiana, ni nani aliyetenda jambo hili? Hata walipotafuta habari na kuuliza, wakasema Gideon mwana wa Yoashi ndiye aliyetenda jambo hili. Mbona hiyo kitu? Akapatikana msaliti. Akasema huyu hapana, lazima kuna mtu tu hapa amekuja amefika, lazima tafuteni ni familia ya nani kati yetu wazee tuliokaa hapa anayependa kusalisali. Huyo ndiye aliyeharibu. Kwa hiyo katika kuuliza akasema huyu lazima atakuwa ni Gideon mtoto wa Yoashi. Angalia 30. Ndipo watu wa mji wakamwambia Yoashi, mlete mwanao afe, kwa sababu amebomoa madhabahu ya Baali na kwa sababu ameikata Ashera iliyokuwa karibu nayo. Tufuatane vizuri. Angalia 31. Yoashi akawaambia, nataka hapo sasa.
Yoshua akawaambia watu anasema watu wote waliokuwa wakishindana naye, je, anasikia Yoshua anavyosema, anasema je, mtamtetea Baali au mtamuokoa ninyi? Anasema hivi, yeye atakaye mtetea na auawe hivi asubuhi, kama yeye ni Mungu. Umeona hiyo kitu? Kama yeye ni Mungu na ajitetee nafsi yake. Unajua haya maneno ya Yoashi, anasema kama yeye ni Mungu, Mungu mwenyewe akampige Gideon. Ndicho kitu ambacho anachokizungumza hapa. Kama yeye ni Mungu, huyu Mungu Baali, kama ni Mungu, yeye mwenyewe akampige Gideon kwa sababu madhabahu yake imevunjwa. Sisi kama unanielewa kitu ninachokuambia hapa. Akampige Gideon kwa sababu madhabahu yake imefanya nini? Imevunjwa. Angalia 31. Basi wakamuita Yerubali. Nitakufundisha habari hii. Anasema basi wakamuita Yerubali siku hiyo, akisema Baali na atete naye kwa ajili ya nafsi yake, kwa sababu ameibomoa madhabahu yake. Yerubali, ngoja twende pamoja hapa. Kuna kitu hapa nataka ukipate, alafu niendelee mbele. Nenda kwenye Waamuzi sura ya 7 mstari wa kwanza. Waamuzi sura ya 7 mstari wa kwanza. Waamuzi sura ya 7 mstari wa kwanza. Anasema nini? Waamuzi sura ya 7 mstari wa kwanza anasema hivi, kisha Yerubali, yani Gideon. Yerubali yani Gideon na watu wote waliokuwa pamoja naye wakaondoka mapema, wakapiga kambi yao karibu na kijito cha Harodi na kambi ya Midian iliyokuwa upande wao wa kaskazini karibu na mlima wa More bondeni. Sasa unajua Gideon alipachikwa akapewa jina, akaitwa toka siku ile na wazee pamoja na baba yake, akaitwa Yerubali. Sasa unajua maana ya neno Yerubali, ambalo ni jina la Gideon ambalo amepewa na wazee wa mji. Siku moja nitakuja nikwambia habari ya jina hapa, na sio mbali, ni hivi karibuni nitakwambia habari ya jina. Hili jina la Gideon, sasa sikiliza habari ya maana ya jina la Gideon alilopewa, analoitwa Yerubali. Anasema hivi, ni jina la Gideon likiwa na maana kwamba Mungu Baali ajitetee mwenyewe. Yaani lile jina lenyewe lile Yerubali, maana yake Mungu, maana yake ni kwamba, yaani lile jina lenyewe lile Yerubali, maana yake acha Baali ajitetee mwenyewe. Yerubali maana yake acha Baali ajitetee mwenyewe, maana yake. Hilo jina ndo akapewa Gideon. Na amepewa hilo jina Gideon wakati alipomaliza kuivunja ile miungu Baali. Kwa alipovunja ile miungu Baali, alipovunja ile madhabahu ya miungu Baali, akapachikwa jina, akaitwa jina Yerubali. Maana yake acha Mungu Baali, au acha Baali ajitetee mwenyewe, kama jinsi ambavyo baba yake alivyo. Yani maana yake yeye mwenyewe ajipiganie, au apigane na Baali. Yani ndio lilikuwa jina lake. Kuna siku nitakuja, na sio mbali, nitakuja nikupe somo la majina hapa. Nitakuja kupe somo la majina ili uweze kuona, kwa sababu kuna jina ambalo unaweza ukawa nalo likawa limeunganishwa moja kwa moja na miungu ya ukoo, miungu ya familia, imeunganishwa moja kwa moja kwenye hilo jina. Na Yerubali lilitumika sana mpaka maeneo tofauti, lilitumika sana hilo jina. Kutoka 23:33 anasema, wasikae katika nchi yako, wasije wakakufanya kunitendea mimi dhambi, kwa sababu umeitumikia miungu yao. Jambo hili halikosi litakuwa ni tanzi kwako. Maana hicho kitu kutoka 23 mstari wa 33. Ni kitu gani ambacho mpendo nataka nikwambie? Nataka nikueleze hivi. Abraham wakiwa na baba yake Tera
Tera alipokuwa akiingia kwenye ibada zao, alikuwa anaitaja familia yake. Akiitaja familia yake anamtaja na Abrahamu. Mzee Yoashi walipokuwa wakienda kwenye ibada zao za ile miungu bahari, anataja familia yake. Akitaja familia yake anataja na Gideon. Akawa anataja na Gideon. Nataka nikwambie hivi, kuna mahali upo. Wazee wakienda kwenye ibada zao wanakutaja na wewe. Kuna mahali umeshindwa kwenda, ni kwa sababu unatajwa. Yaani kuna mahali wanakutaja. Yaani kule kwenye ibada zao wanakutaja. Na ishara za kwamba unatajwa kule mahali kwenye ibada zao, ishara mojawapo ya kuonyesha kwamba unatajwa kule kwenye ibada ni uzito wa maombi, uzito wa ibada za Mungu aliye hai. Kwa sababu kama usiku wamekutaja usiku mzima kama familia yao kwenye madhabahu zile, kwenye ibada zao ambazo walikuwa wanafanya, haijalishi zinafanyika mwezi gani, haijalishi zinafanyika siku gani, lakini kama walikuwa wanakutaja kwenye zile madhabahu, kama kila kukicha wanakutaja jina lako, kama kila kukicha wanakutaja kwenye ile miungu, kama kila kukicha wanakutaja kwenye ibada zao, uwe na uhakika lazima nafsi yako itakuwa inanaswa. Na kama inanaswa, uwe na uhakika kupiga hatua. Upande wa kiroho, upande wa kimungu itakuwa ni shida sana. Kwa nini? Kwa sababu kila wakati jina lako linatajwa kule. Na kitu ambacho Mungu hapendi ni wewe kutaja kwenye madhabahu za kipepo. Na ukitaja kwenye madhabahu za kipepo, uwe na uhakika kwamba kupiga hatua upande wa Mungu itakuwa ni shida kubwa sana. Kwa sababu Roho wa Bwana kadri anavyokuwa anataka kupeleka, nafsi yako inagoma. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mahali umetajwa. Wewe angalia, kuna usiku mzima unaweza kaamka umechoka, mwili hautaki kabisa, lakini unakuwa unaota ni kama ulikuwa sehemu fulani hivi ambako hapajulikani. Ni kama kuna mahali ulikuwa hivi ambako hapajulikani. Nyumbani si nyumbani, kijijini si kijijini, msituni si msituni. Ujue jina lilikuwa linatajwa. Jina lako linawakilisha nafsi halisi. Na kama jina lako linawakilisha nafsi halisi, uwe na uhakika ya kwamba ukitajwa mahali imetajwa nafsi yako. Na kama ikitajwa mahali imetajwa nafsi yako, uwe na uhakika wakikutaja wewe ni sawa ya kwamba wewe uko pale. Mungu akaona msinichezee, akamkamata Abrahamu akamwambia, sikiliza, toka hapa nenda mpaka kule. Alafu ukifika kule utengeneze madhabahu. Akamwambia Gideon, hebu nenda katengeneze kule, kanitengenezee mimi madhabahu. Gideon akatoka na yeye. Abrahamu na yeye akatoka. Mara ghafla hawamtaji tena Abrahamu. Mara ghafla Gideon ataje tena, lakini ameondoka na lile jina Yerubahali. Mungu akafanya juu chini. Akamtengenezea utaratibu ambao Gideon lile jina lake tena halitaweza kudumu. Ukisoma kwenye maandiko ukisoma kwenye vitabu vilivyotangulia kwenye Wafalme, utakuta hilo neno hilo jina la Yerubahali. Kwa nini? Kwa sababu kwa kipindi kile alikuwa mwamuzi, na alipoharibu zile madhabahu zote, Mungu akamtengenezea utaratibu mwingine. Lakini utaratibu wa kwanza, atengeneze madhabahu ya Bwana. Na alipotengeneza madhabahu ya Bwana, jina likabadilika likawa jipya, akaitwa Gideon. Mpaka leo hii anaendelea kuitwa Gideon. Na wewe ndugu yangu, inawezekana huko hapo unanisikiliza, wanakutaja kwenye madhabahu zao. Toka kwenye madhabahu zao. Fanya maombi ya kutoka kwenye ibada zao. Fanya maombi ya kutoka kule, wasikutaje tena. Tunapokuwa tunaingia kwenye maombi hapa namna hiyo, hilo linakuwa kama zuio, limekukamata wewe usiweze kwenda mbele, limekukamata wewe usiweze kusogea mbele. Inawezekana nisizungumze vitu vya kutosheleza moyo wako, lakini mimi kitu kilichokuwa nataka upate ni kwamba wale wakienda kwenye ibada zao wanakutaja. Na kama wanakutaja kule kwenye ibada zao, na hakuna maombi ambayo ni magumu kama ya kuomba kutokutajwa kule kwenye ibada, maana yake ni ya kuchomoka kule kwenye ibada zao. Unawaambia msinitaje tena, ya kwamba kuanzia leo msinitaje tena, ya kwamba mimi sio wa kwenu. Msinitaje tena. Unaondoka mle ndani, unasema mimi msinitaje tena, msinitaje kwa damu ya Yesu. Unawaambia msinitaje kwa damu ya Yesu. Ninatoka kwenye hizi
hizi ibada, ninatoka kwenye hizi ibada, na tunakwenda kufanya maombi sasa ya kutoka kwenye hizo ibada, ya kutoka kwenye hizo ibada. Tunakwenda kutoka sisi na uzao wetu. Abrahamu aliambiwa toka na wewe na wanao pamoja na watoto wako. Hebu toka nao wote. Akaondoka na ndugu zake, Gideon aliambiwa ondoka, akaondoka na yeye, lakini aliondoka baada ya kuvunja zile madhabahu zote za baba yake. Wakampachika na jina kabisa, wakamwambia kwamba wewe utaitwa Yerubahali. Kwa nini? Kwa sababu umevunja madhabahu ya Bahali. Maana yake nini? Mungu ajipiganie mwenyewe. Gideon akavunja ile madhabahu na akasonga mbele na akaendelea mbele. Huoni kama kuna mahali alishindwa? Kila mahali ambako Gideon alikuwa anaelekea tu kwenye ushindi. Nakwambia kuna mahali kila ukienda unafeli tu. Kila jambo ukilifaulu, kila jambo ukilifanya unafeli. Unazuiliwa na ile miungu, unazuiliwa na zile ibada, Na kama unazuiliwa na zile ibada, leo hii tunatakiwa tumwambie Bwana ya kwamba wasikutaje. Uchomoke kwenye zile ibada, wasikutaje kwenye ibada. Utoke kwenye ibada zao. Inawezekana wanafanyia kule milimani, inawezekana wanafanyia kwenye mito mikubwa au baharini wanafanyia ibada zao, lakini mwambie Bwana ya kwamba kule kwenye ibada nitoke. Hebu nichomoke kwenye hizo ibada, ukamtumikie Bwana Mungu wako. Angalia jinsi ambavyo jambo la utumishi linakuwa kubwa. Angalia jinsi ambavyo jambo la utumishi linakuwa gumu upande wako. Ni kwa nini? Kwa sababu jina lako linatajwa kila wakati, linatajwa kule kwenye mizimu. Acha wale wazee wasikutaje tena. Gideon kwa kubomoa ile madhabahu hawakumtaja tena. Sisi tunakwenda kutoka kwenye zile madhabahu, tunakwenda kutoka kwenye zile ibada, na Mungu ni mwaminifu, anatujalia tutoke kwenye zile ibada, Nakwambia tunaenda kuchomoka kwenye zile ibada. Ngoja nikueleze mtu wa Mungu, ngoja nikueleze kitu kimoja kabla ili niweze kuingiza kwenye maombi. Ngoja nikueleze kitu hapa kabla sija kuingiza kwenye maombi. Kuna kipindi fulani wakati Mungu mimi ananielekeza hili somo, wakati ananiambia, ananipa ufunuo huu. Nilifanya kazi, nilitafuta kwa muda miaka mingi sana. Kwetu nyumbani walikuwa wanaabudia sehemu gani, ibada zao walikuwa wanaenda kufanya sehemu gani. Baada ya kupata chimbuko la nyumbani, mimi nikaanza kufuatilia. Unisikilize, nilifuatilia ibada za nyumbani, nilifuatilia ni wapi wanakofanya ibada za nyumbani. Takriban kuanzia 2008 ninafuatilia mpaka 2011 hivi. Sema 2006, toka 2006 mpaka 2011 ndio ninakuja kupata mahali gani ambako, na nilikuja kupata baada ya babangu mzazi kufariki. Babangu mzazi alipofariki, kuna vitu vimejificha nyuma ya mauti ya mtu mzima. Nitakuja nikueleza siku moja hapa. Vitu vikubwa sana. Ni kama pazia lilipasuka. Ndio nikapata, nikaelewa, kasema okay. Kajua kumbe kule nyumbani kwetu sisi, mimi nakupa hii ili wewe uone, tafakari, uone nyumbani kwenu wanafanya vipi na umeshikiliwa namna gani. Na kwa kipindi hicho my dear, huwezi kuamini nilikuwa napita kwenye wakati mgumu kuliko unavyodhani. Mambo ya kiroho hayaendi, iki akisogei. Unaomba yanagonga kwenye bati yanarudi hapo, lakini unajipa moyo tu kwamba mimi nasonga mbele. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, lakini mpaka leo nanyanyuka hapa, mpaka leo unasikia sauti hii. Nakwambia kuna kazi pevu ilifanyika na Mungu akaingilia kati. Karabasakandarabakora. Korobosikirika rotandarabaseke. Yes. Kwa hiyo nikwambie, nilipopata lile jambo, kakangu mkubwa akanijulisha. Akaniambia walikuwa wanafanyia mahali fulani. Akanitajia kijiji ambako familia yetu ilikuwa, ndipo kulikuwa na ibada. Sikia, zile ibada zilikuwa zinafanyikia kichakani. Sijui kama umenielewa. Zile ibada zilikuwa zinafanyikia kichakani. Kichaka kikubwa sana. Ndio zile ibada zilikuwa zinafanyikia. Kwa hiyo ukoo wote
tulikuwa majina yetu tumewekwa kwenye kile kichaka. Familia nzima tumeweka kwenye kile kichaka. Kumbuka kwenye kile kichaka wanaenda tu wale watu wahusika, wanaenda tu wale wazee wahusika, wanaenda tu wale wazee wahusika. Halafu sisi tunakuwa tuko maeneo mengine, familia nyingine iko sehemu nyingine. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, inawezekana unanisikiliza huko hapa. Sio kwamba wewe unaenda kwenye vile vichaka, sio kwamba wewe unaenda kwenye mawe makubwa, sio kwamba wewe unaenda kwenye mawe makubwa, sio kwamba wewe unaenda kwenye mito mikubwa, sio kwamba unaenda kwenye milima ile. Kuna wazee maalum ambao wanakwenda. Wale wazee ndio wanaoelekea kwenye ile chaka. Wale wazee ndio wanaoelekea kule. Wale wazee ndio wanaenda mlimani. Wale wazee ndio wanaenda kwenye mito. Wale wazee ndio wanaenda baharini. Wakifika kule baharini wanakutamka wewe pamoja na watoto wako, utulindie watoto wetu, utulindie watoto wetu. Wanakutaja jina lako. Wakikutaja jina lako ujue ile miungu inachukua. Wakitaja jina lako ujue ile miungu inachukua. Nikaelewa. Nikasema okay. Rakasheke. Nikasema sawa. Kwa hiyo tulikuwa tumetoka kuzika, kwa sababu nilikuwa nimeenda kwenye msiba ndo nikapata hiyo siri. Kwa hiyo tukawa tumetoka kuzika ndo napata hiyo siri kwamba okay, kwa hiyo kulikuwa kichaka. Kilikuwa kichaka. Nikasema poa. Sasa hapo nyumbani ambako babangu amejenga kuna mlima. Nikapanda pale mlimani. Nilipopanda mlimani nikakuta kichaka. Sio kile sasa. Mimi nikakuta kichaka. Nikasema hivi, hiki kichaka, lakini hakikuwa chenyewe. Ila mimi nafikiri umeshanielewa. Nikasema hiki kichaka ndicho ukoo wetu wa Masulie unazunguka hiki kichaka. Ndio ukoo wetu unafanya mambo humu ndani. Sasa na mimi niko humu ndani. Nakwambia hivi, hiki kichaka nataka nitoke humu ndani. Nikazunguka kile kichaka na kipiga Yeriko. Ninapiga Yeriko kile kichaka na kipiga Yeriko kile kichaka. Halafu nachomoka kwenye kile kichaka. Nataka nikwambie, niliomba nikafikia mahali ninaona kabisa katika ulimwengu wa roho. Kabisa ninaona kabisa katika ulimwengu wa roho. Familia nzima iko kwenye kichaka. Familia nzima iko kwenye kichaka. Nikapata nguvu, nikaendelea. Kadri nilivyokuwa naona mambo waziwazi, ndivyo nilivyokuwa naendelea kuomba. Ghafla nikaona na baba yumo ndani mle kwenye kile kichaka, lakini ameshafariki, tumezika, lakini naona yuko mle ndani kwenye kichaka. Ninaendelea kuomba. Ninachomoka kwenye kichaka. Nachomoka kama Barabas. Niliomba, maombi yalikuja. Halafu nikaona familia nzima ilikuwa kwenye kichaka. Nikaanza kuchomoa moja baada mwingine. Niliomba mpaka ile hamu ya kuomba yote ikaisha. Halafu nikamaliza, nikakipiga moto kile kichaka. Nataka nikwambie, baada ya kutoka hapo, baada ya mimi kurudi Dar es Salaam, sasa nimekuja huku Dar es Salaam. Sasa ndio ninaona hivi. Ndio naona habari za huduma, ile hali ngumu iliyokuwepo, ile hali ngumu imetoweka. Naona sasa ninaenda. Habari za huduma zinaanza kwenda. Mungu akanijulisha. Sasa wakati nimekaa hapa hivi juzi hapa, Mungu akaniambia ili somo linatakiwa liende kwa watu. Kuna watu wako kwenye vichaka. Kuna watu wako kwenye milima. Majina yao yako kule. Unatajwa kwenye zile ibada. Kwa sababu mimi, ina maana pamoja na kwamba nilikuwa sijui kile kichaka, lakini kutokujua sheria, kumbuka nimeshakwambia, kutokujua sheria haina maana kwamba sheria isifanye kazi. Wewe kutokwenda kwenye vichaka, wewe kutokwenda kwenye matambiko, wewe kutokwenda kwenye mazindiko, haina maana kwamba jina lako kule mahali alipo. Jina lako lipo kule mahali. Na ndo maana wakitaja wewe unatajwa kule. Wakisema fulani wewe unatajwa kule. Ile miungu inakujua vizuri na inakusimamia. Ishara yake utaona hauwezi kupata msisimuko mzuri wa kuomba mbele za Bwana. Ukiingia kwenye maombi ni kama uombi. Kwa nini? Kwa sababu jina lako linatajwa. Nataka tuombe, tutoke kwenye zile ibada. Kwa moto kabisa. Kwa moto. Twende tukatoke kwenye zile ibada kwa moto. Wasikutaje. Wewe hata familia yako, wewe hata uzao wako, wasikutaje kwenye ibada zao. Utoke kwenye ibada zao. Karabasaka narabasaka. Yes, hebu simama tuombe.
Simama tuombe. Tuna kama dakika 20. Tuna kama dakika 20 au 15 za kuomba. Tuna dakika 20 za kuomba. Hebu simama tuombe. Yes. Hebu sema, Bwana Yesu, ninakukiri leo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Yesu Kristo, ninaomba toba na rehema kwa damu ya Yesu. Pale mahali ambako nimekukosea na baba zetu walitenda dhambi na leo hawapo, Yesu naomba rehema. Yesu naomba rehema. Naomba rehema zako kwa ajili ya familia kwetu. Ninaomba rehema zako kwa ajili ya uzao wa kwetu. Ninaomba rehema zako kwa ajili ya familia yetu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, 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 kwa damu ya Yesu Kristo. Hebu omba toba, omba rehema kwa Bwana. 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 Ili yale yote ambayo yalikuwa yanafanyika, omba toba kwa Bwana. Omba rehema kwa Bwana. Omba toba kwa Bwana. Omba toba kwa Bwana. Omba rehema, omba rehema. Omba rehema kwa ajili ya familia. Omba rehema kwa ajili ya uzao. Omba rehema kwa ajili ya familia. Omba rehema kwa ajili ya uzao. Omba rehema. Omba toba kwa Bwana. Omba rehema. Omba toba kwa Bwana. Mungu ametupa nafasi hii. Wewe ndio Yabesi nilikwambia. Inawezekana wewe ndio ukawa Abrahamu. Unatakiwa utoke. Omba toba kwa damu ya Yesu. Wewe ndio Gideon wa hiyo familia. Unatakiwa utoke, uokoe na watu wengine wote. Omba toba kwa damu ya Yesu. Wewe ndio unatakiwa ni Abraham, katika jina la Yesu. Mungu anahitaji abariki hiyo familia, lakini wewe lazima uombe toba. Lazima utoke, utolewe wewe kwanza. Utolewe wewe kwanza ili na watu wengine waweze kutoka. Hebu omba toba kwa damu ya Yesu. 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 Omba toba kwa damu ya Yesu. Hebu omba toba kwa damu ya Yesu. Omba toba, omba rehema kwa Bwana. Omba rehema kwa Bwana mtu wa Mungu. Omba rehema. Omba rehema, peleka damu ya Yesu. Achilia hiyo damu. Achilia hiyo damu ya Yesu. Omba rehema. Omba rehema kwa Bwana. Omba rehema kwa Bwana. Omba toba kwa Bwana. Omba rehema kwa Bwana aliye hai. Omba rehema kwa Bwana aliye hai. Rehema za Bwana ziko juu. 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 Rehema za Bwana ni mpya. Rehema za Bwana ni mpya. Kila itwapo leo. Kila itwapo leo. Kila itwapo leo. Omba toba kwa Bwana. Omba toba kwa Bwana aliye hai. Omba toba kwa Bwana aliye hai. Omba toba kwa ajili ya uzao. Omba toba kwa ajili ya uzao. Omba toba kwa ajili ya familia. Omba toba kwa ajili ya familia. Kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Omba toba kwa damu ya Yesu. Omba toba kwa damu ya Yesu. Yes, katika jina la Yesu. Ndio, achilia damu ya Yesu. Iende katoa ule uovu. Iende kaondoa uovu ule. Iende kaondoa ule uovu. Iende kaondoa ule uovu. Iende kaondoa ule uovu. Hebu achilia hiyo damu ya Yesu. Achilia hiyo damu ya Yesu iende. 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 Utoke kwenye zile ibada katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hebu toka kwenye hizo ibada. Hebu toka kwenye 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 ibada. Hebu yes, toka ni vita. Hebu toka kwenye ibada. Yes, toka ni vita. Ni vita. Inawezekana ujisikii kabisa kusema, lakini ni vita, ndio Mungu inakuzuia. Lakini ni vita, ndio Mungu inakuzuia. Ni vita, ndio Mungu inakuzuia. Ndio Mungu inakuzuia. Ndio Mungu inakuzuia. Ndio Mungu inakuzuia. Unashangaa kule. Unashangaa tu ni kama kwenda uende. Kumbe lile agano la kutokuolewa linatajwa kwenye ibada. 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 Wanasema kila wakati. Wanaliniu kila wakati. Wanaliniu kila wakati. Ile agano la kutokwenda. Linatajwa kwenye ibada. Linasema kwenye ibada. Linasema kwenye ibada. Hebu toka kwenye ibada. Hebu toka kwa moto, toka kwa moto. Toka kwa moto, 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 achilia moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto kwa damu ya Yesu, achilia moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto kwa jia, achilia moto, 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 achilia moto kwa damu ya Yesu. Yes, achilia moto, achilia moto, achilia moto. Yes, toka kwenye ibada, toka kwenye
kwenye ibada. Hizo ibada zikuache kwa damu ya Yesu. Achilia moto, achilia moto, achilia moto. Hebu peleka moto, 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 moto. Hebu achilia moto, 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 moto. Moto, 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 moto. Achilia moto, achilia moto, achilia moto. Hebu achilia moto, achilia moto, achilia moto. Hebu achilia moto, achilia moto, achilia moto. Achilia moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto. Achilia moto, achilia moto, achilia moto. Oh, Mungu mwenyewe ni moto. Na wewe mwenyewe lazima uwe mwali wa moto. Mungu anasema ya kwamba wewe ni mwali wa moto. Wewe ni mwali wa moto. Wewe ni mwali wa moto. Ufanyike kwa moto. Ufanyike kwa moto. Ufanyike kwa moto. Ufanyike kwa moto. Hebu achilia moto, achilia moto, achilia moto. Peleka moto, peleka moto, peleka moto, peleka moto. Peleka moto, peleka moto, peleka moto. Peleka moto, peleka moto kwenye ibada. Hizo ibada zao peleka moto. Achilia moto, 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 moto. Yes, achilia moto, achilia moto, achilia moto. Achilia moto mtu wa Mungu, achilia moto. Achilia moto, achilia moto, achilia moto. Achilia moto mtu wa Mungu, achilia moto. Achilia moto, achilia moto, achilia moto. Achilia moto, achilia moto, achilia moto. Achilia moto, achilia moto. Peleka moto, peleka moto. Peleka moto, peleka moto, peleka moto, peleka moto kwenye ibada. Peleka moto, achilia moto, peleka moto, peleka moto. Achilia moto, 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 moto. Peleka moto, peleka moto. Nimekwambia tunatoka kwa moto. Tunatoka kwa moto. Achilia moto, achilia moto, achilia moto. Hebu peleka moto, peleka moto, peleka moto. Peleka moto, peleka moto, peleka moto. Hizo ibada wanakutaja kila wakati. Hizo ibada wanakutaja kila wakati. Na kadri wanavyokutaja ndivyo mambo yako yanavyozidi kuwa magumu, kwa sababu ile miungu iko hai na inafanya kazi muda wote. Ile miungu imesimama. Oh, robo saka ndaraba saka. Hebu achilia moto, 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 hebu achilia moto. Peleka moto, peleka moto, peleka moto. Maanisha, 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 maanisha. Maanisha, 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 ndio, ndio, ndio. Maanisha, 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 maanisha. Hebu achilia moto, hebu achilia moto, hebu peleka moto, peleka moto. Achilia moto, achilia moto, achilia moto. Hebu achilia moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto. Washa moto, 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 washa moto. Washa moto. Fire! Toka kwa jina la Yesu. Yes. Yes, endelea, 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 endelea. Endelea kuwasha moto, endelea kuwasha moto. Hebu washa moto, washa moto, washa moto, washa. Washa moto, washa moto, washa moto. Hebu washa moto, 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 moto. Moto, 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 washa moto. Washa moto, toka kwa moto, toka kwa moto. Hebu achilia moto, 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 moto. Nakwambia leo wanakuachia. Oh, wewe unakatairwa agano. Oh, wanakatairwa agano katika jina la Yesu. Hebu achilia moto, tunatoka kwa moto. Tunatoka kwa moto, achilia moto. Tunatoka kwa moto, achilia moto. Tunatoka kwa moto, achilia moto. Achilia moto, achilia moto, achilia moto. Achilia moto kwa damu ya Yesu. Yes, achilia moto kwa damu ya Yesu. Hebu achilia hiyo damu ya Yesu. Yes, hiyo kukomboe, kukomboe. Inene mema hiyo damu ya Yesu. Achilia hiyo damu ya Yesu. Ili inene mema kwenye hizo ibada zao. Ili kama kuna sadaka zimetolewa, ili kama kuna sadaka zimetolewa, hiyo damu ya Yesu ikukomboe. Hiyo damu ya Yesu ikutetee. 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 Hebu achilia damu ya Yesu. 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 Hebu peleka hiyo damu ya Yesu ikukomboe. Achilia hiyo damu, achilia damu, achilia damu ya Yesu. Achilia hiyo damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu. Yes, achilia damu ya Yesu. Yes, achilia damu ya Yesu. Yes, achilia damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu. Peleka damu ya Yesu kwenye zile madhabahu zao. Peleka damu ya Yesu kwenye ibada zao. Peleka damu ya Yesu, peleka, 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 peleka. Oh, sijakuona wewe mama acha basi. Peleka hiyo damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu. 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 Peleka damu, peleka damu. Hiyo damu ikakomboa. Nakwambia peleka damu ya Yesu ikakomboa. Peleka hiyo damu ya Yesu ikakomboa. Peleka damu ya Yesu kutetee. Hiyo damu ya Yesu ikakutetee. Hiyo damu ya Yesu kutetee. Acha 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 damu ya Yesu kutetee. Hebu achilia damu, achilia damu, achilia damu ya Yesu. Achilia hiyo damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu. Yes, 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 achilia damu ya Yesu. Yes, yes, yes. Yes, yes, toka kwenye ibada. Achilia damu ya Yesu kutetee. Yes, chomoka kwenye ibada. Toka kwenye hizo ibada. Toka kwenye hizo ibada. Toka na familia yako. Toka kwenye hizo ibada. Wasikutaje, wasikutaje. Wasikutaje, wasikutaje. Waambie wasikutaje. Katika jina la Yesu. Wasikutaje kwa damu ya Yesu. Yes, yes, endelea, 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 endelea. Endelea.
Endelea kuomba, endelea kuomba asikutaje, endelea kuomba asikutaje, endelea kuomba asikutaje, endelea kuomba asikutaje. Hebu toka kwenye hizo ibada, hebu toka kwenye hizo ibada, hebu toka kwenye ibada zao, 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 toka kwenye ibada zao. Najua jinsi ilivyo ngoma, najua jinsi ilivyo ngoma. Hebu toka kwenye hizo ibada, 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 hebu toka kwa moto, 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 toka kwa moto, toka kwa damu ya Yesu. Yes. Toka kwa damu ya Yesu, 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 toka kwenye hizo ibada, toka kwa damu ya Yesu, 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 toka kwenye hizo ibada, toka kwenye hizo ibada, toka na familia yako, toka na familia yako, toka na familia yako. Ondoa hilo sio kwa damu ya Yesu, hilo sio ibada, ondoa hilo sio ibada, ondoa hilo sio ibada, ondoa hilo sio ibada, ondoa, ondoa kwa damu ya Yesu, 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 ondoa kwa damu ya Yesu. Hilo sio ibada, hilo sio ibada, hilo sio ibada, ondoa kwa damu ya Yesu, 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 ondoa hilo sio, ondoa ondoa kwa damu ya Yesu, ondoa kwa damu ya Yesu, ondoa kwa damu ya Yesu, ondoa hilo sio kwa damu ya Yesu, ondoa sio kwa damu ya Yesu, ondoa sio kwa damu ya Yesu. Hilo sio ibada, hilo sio ibada, ondoa hilo sio, ondoa sio, ondoa hilo sio ibada, hilo sio ibada. Liondoke kwa damu ya Yesu, litoke 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 kwa damu ya Yesu, likuache 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 kwa damu ya Yesu. Hilo sio ibada, hilo sio ibada, hilo sio ibada, hilo sio ibada, toka kwa damu ya Yesu. Hilo sio ibada, toka kwa damu ya Yesu. Hilo sio ibada, toka kwa damu ya Yesu, 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 toka kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, toka kwa damu ya Yesu, 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 toka. Hilo sio, endelea kuomba, hilo sio likuachie. Hilo sio ibada, hilo sio ibada. Oh, ukitoka hapo wewe ni mwingine, ukitoka hapo wewe ni mwingine, ukitoka hapo wewe ni mwingine, ukitoka hapo wewe ni mwingine. Endelea kuomba utoke huko, endelea kuomba wasikutaje, endelea kuomba wasikutaje katika jina la Yesu. Wasikutaje kwa damu ya Yesu, wasikutaje kwa damu ya Yesu, wasikutaje kwa damu ya Yesu, wasikutaje kwa damu ya Yesu. Hebu toka kwa damu ya Yesu, wasikutaje na familia yako, toka kwa damu ya Yesu, utoke na familia yako, utoke kwa damu ya Yesu, 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 utoke kwa damu ya Yesu. Yes, endelea kuomba, na hayo magonjwa yote yakuachie katika jina la Yesu. Hayo magonjwa ya ibada, 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 hayo magonjwa ya ibada katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Hayo magonjwa ya ibada, hayo magonjwa ya ibada, hayo magonjwa ya ibada yasikupate kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu, 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 toka kwa jina la Yesu. Hayo magonjwa ya ibada yaondoke, fire yaondoke, yaondoke kwa moto, 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 yaondoke kwa moto. Hayo magonjwa ya ibada yaondoke kwa moto, 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 yaondoke kwa moto,
yaondoke kwa moto, yaondoke kwa moto, yaondoke kwa moto, yaondoke kwa moto, yaondoke kwa moto, yaondoke kwa moto, ya kuachie leo katika jina la Yesu. Hayo magonjwa ya ibada katika jina la Yesu, hiyo kiburi cha ibada katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, hicho kiburi cha ibada kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba. Kuna mtu alienda kwenye ibada, kuna mtu ameenda kule nyumbani kwa ajili ya kwenda kufanya mambo yake. Anakutaja kule, anakutaja kule, anakutaja kule, anakutaja kule. Hebu achilia damu ya Yesu. Yesu kukomboa wasikutaje, ikukomboa wasikutaje. Nasema wasikutaje, nasema wasikutaje, nasema wasikutaje, nasema wasikutaje. Hizo roho za ibada katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hizo ibada zote, hizo roho za ibada katika jina la Yesu, hizo ibada za familia katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya 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 Yesu. Fire! Toka kwa jina la Yesu. Yesu kuachia hizo roho zote za ibada katika jina la Yesu. Hivyo vyakula vya ibada, vyakula vya ibadani, vyakula vya ibadani. Kuna mtu hapa unanisikia, uliota unakula vyakula, uliota unakula vyakula, vilikuwa vyakula vya ibadani, vilikuwa vyakula vya ibadani ambavyo ni vya kiagano, ambavyo ni vya kiagano. Hebu kamata hilo tumbo lako, hebu kamata hilo tumbo lako, hebu kamata hilo tumbo lako. Vyakula vya ibadani, hebu kamata hilo tumbo lako, hebu kamata tumbo, kamata tumbo, kamata tumbo lako, kamata tumbo. Achilia damu ya Yesu. Na mimi naweka mkono wangu hapa, nami naweka mkono hapa, naweka mkono hapa. Fumba macho yako. Maanisha Mungu akukomboe. Maanisha. Hebu achilia damu, achilia damu, achilia hiyo damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu. Yes, achilia damu na achilia damu ya Yesu. Yes, na achilia damu kwenye tumbo, 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 na achilia damu kwenye tumbo. Hicho chakula chochote, ili agano la kipepo liloko hapa, ili agano la ibada, ili agano la ibada, agano la ibada, na achilia damu kwenye tumbo, na achilia damu kwenye tumbo, na achilia damu kwenye tumbo, na achilia damu kwenye tumbo. Ili agano liloko hapa, na achilia damu ya Yesu, 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 na achilia damu kwenye tumbo, na achilia damu, na achilia damu ya Yesu. Yes, naona najisikia vibaya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Agano katika jina la Yesu, na achilia agano, na achilia damu ya Yesu, na achilia damu ya Yesu agano, na achilia damu ya Yesu agano, na achilia damu ya Yesu agano, na achilia damu kwenye tumbo, 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 na achilia damu kwenye tumbo. Toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka, 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 toka kwa jina la Yesu. Yes, endelea kuomba. Toka kwa jina la Yesu, endelea kuomba. Toka kwa jina la Yesu, toka, toka kwa jina la Yesu, endelea kuomba. Toka, toka, toka kwa jina la Yesu, toka kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Toka kwa jina la Yesu. Yes, achia. Toka, toka kwa jina la Yesu. Yes, endelea kuomba. Toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Yes, endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Wanaachia, wamelegeza viuno vyao. Nalegeza viuno vyao, nalegeza viuno vyao, nalegeza kwa damu ya Yesu, nalegeza kwa nyundo, nalegeza kwa nyundo, nalegeza kwa nyundo, nalegeza kwa nyundo, nalegeza viuno vyao, nalegeza kwa nyundo, nalegeza kwa nyundo, nalegeza kwa nyundo, nalegeza kwa nyundo, nalegeza viuno vyao, nalegeza viuno vyao falme. Nalegeza viuno vyao falme, nalegeza kwa nyundo, napiga kwa nyundo, napiga kwa nyundo, napiga kwa nyundo, napiga kwa nyundo. Leo wanakuachia. Yes, wanakuachia. Yes, wanakuachia kwa damu ya Yesu. Yes, wanakuachia. Endelea kuomba mtu wa Mungu, endelea kuomba kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba kwa damu ya Yesu, endelea kuomba kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba mtu wa Mungu, endelea kuomba. Nakwambia endelea kuomba. Yes. Endelea kuomba kwa damu ya Yesu Kristo. Yes, katika jina la Yesu. Ropo saka. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Na kama unaendelea kuomba, endelea kuomba. Ropo shaka ndarabasaka. Utoka kwenye ibada zao. Raka shaka ndarabasaka. Utoke kwenye ibada zao. Rike shekerenda. Raka shaka ndarabasaka. Mambo yanakuwa gumu kwa sababu ya ibada zao.
katika jina la Yesu. Endelea kuomba katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Amen. Tukutane kesho saa 3. Ongeza watu grupu la 5.